tunavamiwa na bunduki nyuma. Sasa kwamba tunaogopa, tumekuwa wakimbizi. Je, akiandikia watu wasipewe humu, utaenda kumhamisha nani kwenye meza yake? Si mnaleta mauano humu. Waondoke, mimi na wewe na huyu mkuu wa soko na mkurugenzi tukutane ofisini kwangu sasa hivi. Tumekuta mgambo wametapakaa kona zote za soko letu na wanatuzuia tusifungue biashara. Na haya ni masikitiko makubwa sana kwetu. Cha kwanza kabisa, eneo hili sisi hatujavamia, ni eneo ambalo tulipewa na halmashauri kufanyia shughuli tangia mwaka 1997. Tuko hapa tunafanya biashara siku zote, na halmashauri wanachukua ushuru kwa kila siku wa shilingi 500 ambayo kwa mwezi ni shilingi 15,000. Tunalipa bila shida. Bila vibanda wananchi wamejijengea peke yao. Alafu mazingira ya vibanda si kwamba ni matajiri, bado ni watu hata kufunika. Wewe mwenyewe kama mwandishi wa habari unaona walivyoweka, hakuna tajiri hapa. Mtu anafunga kwa kutumia turubari imechanika. Kwa hiyo ameweka tu vitu ambavyo sio bidhaa maalum ya kusema kwamba ni tajiri. Lakini serikali inawakera kwa hali ya kuwasumbua kila wakati kwa kupandisha kodi. Pia hakuna miundombinu ya serikali, wanajirinda peke yao. Yaani hivi tulivyo tunajirinda peke yetu na watu ambao ni walinzi wa eneo hili. Sio kwamba serikali imetoa labda mlinzi, hapana. Choo iliyopo ni choo moja na shewa, na ni choo, yani ni choo ambayo ukiingia sio choo ya hadhi sana, hapana, ni choo ambayo ipo tu, bado wananchi tunaitumia. Kila siku tukikaa hapa tunaletea fomu, mara kuna ushuru unabadilika ndani ya mwezi mmoja, ushuru unakuja mara 3. Tulikuwa tunalipa ushuru wa shilingi 12,000. Mwezi wa 4 tukaambiwa tulipa ushuru wa shilingi 15,000 mpaka mwezi wa 7. Kabla mwezi wa 7 bajeti haijapitishwa, na tunajua bajeti ikishapitishwa ndio kunakuwa na mabadiliko ya bei nyingine kupandishwa. Kabla ya hapo tumelipa huo ushuru. Kabla ya hapo vikatokea kwamba tumeletea tena barua inataka tulipe ushuru wa shilingi 24,000. Tukaweka vikao na mwenyekiti wetu wa soko na makatibu wetu na wamachinga wote hapa Nyasho Mitumbani. Tukakubaliana, tukamwagiza, tukamwita na mwenyekiti wa mkoa machinga aje atusikilize. Akasema anapeleka maoni yetu kule manispaa ili watusikilize. Tumewahitaji waje kutusikiliza waheshimiwa hapa bunge, hapa wakurugenzi wa manispaa hawajafika. Utaratibu nao migambo ningeomba wasogee. Hawa ni wananchi wanaojitafutia kipato chao. Mheshimiwa Rais amekaa anaongea kila siku, anataka kila Mtanzania aweze kufanya kazi na jikwamue kiuchumi. Wanapowafungia wananchi wana maana gani? Ni kuchonganisha wananchi na serikali. Kwa hiyo mimi niko upande mbili. Mimi nipo kwa niaba ya serikali na nipo kama mwakilishi wa wananchi wa jimbo la Msoma mjini. Ninaomba kwanza mgambo wote tuongozane twende manispaa, na wafanyabiashara fungueni miradi yenu, muendelee na biashara. Ninaomba mkuu wa soko, mwenyekiti wa wafanyabiashara, katibu wa wafanyabiashara, kuna wajumbe wawili, kuna na katibu wa machinga wa mkoa yuko hapa. Ninaomba tuongozane wote ofisini kwangu pamoja nao migambo wote tuongozane ofisi ya mkurugenzi. Naomba wafanyabiashara kuweni calm. Rais Samia anawapenda wananchi wote, hasa wa Msoma mjini. Na mimi mlienipigia kura za kutosha, siko tayari kuona mnadhalilika, na mimi nipo. Naomba fungueni maduka yenu hapa nikiwepo, muendelee na biashara.